Sawa. Unajua kuna mazingira ambayo huwa sometimes watu wengi sana tumekuwa tukiyakwenda. Yaani mazingira yale, kwa mfano umesoma na Shabani, sawa? Ama umesoma na Bariki. Lakini Bariki akaishia darasa la 7. Baadaye wewe ukaendelea huko umefocus na kusoma. Lakini pia kwa yule ambaye umemwacha Bariki, yeye amefocus na maisha ya mtaani, ikiwemo lazima pia atazalisha, ataoa, atafanyaje. Mtoto ambaye anayemzaa ndio huyo mtoto ambaye unakuja kwa wewe mwalimu wake. Kiufupi, ni mazingira gani ambayo kwa mfano leo tunakutoa hapa tunakupeleka kwenye yale mazingira ya kwenu pale uliko kulia? Kwako inakuletea picha gani? Kwa sababu ni watu pia ambao yani ni watu ambao umetokea hapo kijijini, umezaliwa hapo na wale watoto pia unafahamiana nao hadi baba zao. Uwaga inaletaga utata. Kwako ikoje ikitokea leo hii serikali imekupangia bwana, nenda Kimange, kapozi pale ufundishe, unakutana na mtoto wa Shufaa Boga? Upo ugumu wa kufanya kazi katika eneo ambalo watu wanakufahamu. Yaani upo ugumu wa kufanya kazi sehemu ambayo wewe ndio umetokea kwenu na hapo wewe unatakiwa uajiriwe umeajiriwa hapo unafanya kazi. Ipo changamoto kubwa. Na moja wapo ya changamoto hiyo ni unakuwa hupo huru ku exercise professional yako. Yaani hupo huru ku practice ile professional yako. Yaani unakuwa hupo huru kama wewe ni mwalimu, haupo huru kufanya ule ualimu wako. Kwa sababu kuna kasumbo ya watu wanashindwa kuweka mipaka kati ya ego na super ego. Sawa, yaani mtu anafahamu huyu ni Boga, sawa, ni Boga tu. Lakini mimi ni Boga, apart from ya kuwa ni Boga, mimi nina professional yangu. Sawa, yeye ananifahamu ni Boga ndio. Basi apart from mimi pia kuna professional yangu. So inapokuja swala la mimi ku access professional yangu na wewe kunifahamu, kuna vitu vingi tofauti. Tukiwa katika mazingira ya kufahamiana ndio tunafahamiana. Ikiwa kuna mazingira ya professional yangu pia iwepo professional usa, inakuwa ngumu kama unafanya kazi sehemu ambayo umetoka wewe mwenyewe, wewe mwalimu husika au hata mtu yoyote yule, yani ku exercise professional yako kwa 100%, yani kwa kiwango cha asilimia cha juu, inakuwa ngumu sana. Kwa sababu kuna watu wananifahamu, je, vipi nikifanya hivi labda kwa mtoto wake, au mtoto wake amemisbehave, je kama hapa anatakiwa kuchapwa, vipi nikamchapa afu akaenda kule hivi. Kuna vitu vingi sana, labda inakuwaje labda nikifanya hivi kwa mwanafunzi kama baba yake ananifahamu. Kwa hiyo inakuwa kuna changamoto nyingi ambazo zinajitokeza. Hizi changamoto mimi ninakumbana nazo na nimeziona, kwa sababu nakwambia hivyo, nilikuwa na jamaa wangu mmoja ile. Ndio maana pia nimekuuliza kwako ikoje, kwa sababu unajua vijana kadri siku zinapozidi kwenda ndio tunapozidi ku experience, kwa sababu unazunguka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunaboresha schema. Kwa hiyo ni changamoto ambazo zimekuwa zinawakumba watu wengi sana. Ndani ya miaka yako 3 ambayo ukiwa unasoma, mara nyingi kuna mtu yani kuna ile changamoto ambayo unaipata kali kubwa, unasema hapana, siwezi kusahau hii changamoto. I swear to God, nikipata ajira yangu ya ualimu pale ndani ya mkoa wa Pwani ama Dar es Salaam ama Morogoro, sitakaa nichezee. Kweli nitafanya mimi ualimu ni wetu. Changamoto ipi ambayo unaweza ukaikumbuka kwa haraka tumsaidie na mpenzi mtazamaji? Hapo nimekutana na changamoto si nyingi, lakini nilikuwa ni moja ambayo ilitaka kunikatisha ndoto zangu zote au nasifikia hapa nilipofikia. Na changamoto ile nimepata kwenye ngazi ya O-level, nadhani ordinary education, secondary O-level, Kimange secondary. Miongoni mwa wanafunzi ambao kidogo tulikuwa tunajitahidi, si sana lakini bwana, shout out sana Kimange secondary. Kimange secondary pia ndio shule ambayo nilitoka mimi Dimeo, lakini pia vile ametoka Ramadhani Boga. Na kwenye kada za uongozi bwana, uwezi ukapita hapo pale ukaambiwa bwana Ramadhani Boga. Shout out sana kwa Deoclatius Ombei ambaye ni teacher pia yuko pale Kimange secondary. Zainabu naye pia yuko pale. Regina Mponda, shout out sana kwa Benset Kuchungula, mwanzilishi wa kwanza kabisa wa shule ile. Lakini pia shout out sana kwa Bakari Salumbo ambaye pia wote ni walimu wa pale. Kama umesomea Kimange secondary ama kama unaijua, hitaji account Dimelo TV ili uwe wa kwanza kabisa, kwa sababu pia ni chama bwana. Kimange secondary, karibu sana. Boga.
Naam. Tuendelee. Kwa hiyo moja ya changamoto zako ni zipi? Moja ya changamoto kutokana na expectations za walimu, matarajio. Unajua walimu kwa wanafunzi ambao wana perform kidogo tofauti na wanafunzi wenzao, yani wanajitahidi. Walimu pia nao kuna matarajio yao ambao wanaweka. Zile expectation kwamba mwanafunzi huyu atakuwa hivi, atapita hapa, atafanikiwa hivi na hivi. So haikuwa sisemi haya kwa sababu nasema walimu wangu wabaya, no. Hapana, kwa sababu walikuwa wana matarajio fulani ambao wameweka. So walipokuwa inakuwa tofauti, wao nahisi ndio wakala. So changamoto ambayo nao kubwa ni nilipata ugonjwa wa macho. Form 1 ile nimesoma vizuri, na nilikuwa nimeperform sana. Naingia kidato cha pili nikapata changamoto ya macho. Nikawa sioni vizuri. Sasa changamoto ya macho ikabadili historia yangu yote kuhusu taaluma. Ikafikia kipindi sioni ubaoni na siwezi kuacha kusoma. Kwa hiyo ilikuwa lazima mwanafunzi mwenzangu aandike, kisha mimi nichukue daftari lake niandike, then nisome. So inakuwa changamoto pale ambapo mwalimu anakuja, anaandika, anatoa labda kikwizi, wanafunzi wanafanya, wanakusanya madaftari. Mimi sijaandika ile quiz. Mwalimu anakuja mara ya pili anakuta sijaandika quiz, sijaandika notes. Bakola. Unapofuata mwalimu na kumuelezea kwamba mwalimu ina changamoto 1 2 3 ndio maana siandiki, mwalimu anakuwa hakuelewi. Kwa unakuta mwalimu akija anakuchapa bakola, hujaandika notes. Na nikawa na assume masomo haya yapo 9, atakuwa masomo 9 kipindi kile. Masomo haya yapo 9 na anachapa kwa sababu sijaandika notes. Kama masomo yapo 9, tufanye kila mwalimu tu aje nipige walau bakola 2. Sawa. 9 mara 2 nikapiga ni 18. Ina maana kwa siku mimi nitakuwa napiga bakola 18. Sasa bakola mara wiki, mara mwezi, nikaona hapana, siwezi. Kwa hiyo nilichofanya nikawa nakimbia vipindi. Hapa kuna mwalimu, of course kuna walimu walikuwa wanaelewa kwamba huo naumwa, anachukua swala langu kama changamoto na wananipa mbinu nyingine za kunisaidia. Lakini kuna walimu wa kweli walikuwa hawanielewi. Haya, wanaona kama naigiza yani. Kwa hiyo nilichokuwa nimefanya, walimu ambao wanaelewa nilikuwa nabaki. Nilikuwa na ratiba yangu kabisa. Walimu ambao wanaelewa nabaki. Nasoma. Nikaona sasa mwalimu fulani anakuja. Alikuti darasani. Naenda zangu shule, najua wewe pia umesoma Kimange. Na shule ambayo imebarikiwa ile vijana vidogo. Vijana ile green ile. Kwa hiyo ilikuwa nimeiba kiti, nimeiba na meza, nimeenda kuficha mapolini huko. Kwa hiyo muda ule ambao nakimbia, sio kama naenda kukaa tupu. Hapana, nimeenda kuna chimbo nakaa napiga msoli. Nakaa napiga msoli. So ikaenda swala mpaka akaitwa mzazi wangu, kaenda pale kusolve. Lakini bado walimu wakawa wanielewi. Lakini nashukuru licha yote tukaenda sawa, nikamaliza. Na kwa kweli sikuwa natarajia kwamba nitafika hapa, ila kwenye changamoto hii ambayo imenikuta, mzazi wangu alikuwa ni kipaumbele sana kunipa hamasa. Na mzee alikuwa ananiambia kabisa kama vipi bwana, acha shule kwa sababu utasababisha mawazo, kwa sababu nilikuwa mimi sijazaliwa hivi. Unajua umepata changamoto ya macho, afu unaniambia mama mimi nimezaliwa naona vizuri, afu ghafla tu sioni. Imekuwaje hivi nitapona lini? Kwa hiyo kuna maswali nilikuwa najiuliza kabla sipata maswali. Walimu nao wanazidi kuipa maswali mengine kwamba wewe unaigiza au muongo. Kwa hiyo nilikuwa na think twice mara mbili. Mimi nitapona lini? Mbona walimu tena wanapata? Kwa hiyo nakawa msongo wa mawazo. Mzee akaniambia acha shule bwana. Wewe unataka usiko kupata pressure sio kitu gani? Nikamwambia mzee mpaka hivi tunafika hapa form 2 hii form 3. Bora hapa nikomae tu nimalize. Kwa hiyo nikakomaa, nashukuru. Nimemaliza elimu ya pale ikanipa tiketi ya kuendelea na elimu nyingine. Kwa hiyo napenda kuwashukuru walimu wangu. Ni madhaifu ya kibinadamu ambao kwa kila mtu yoyote anaweza akawa nayo. Kwa hiyo hata mimi ni mwalimu pia, na kutokana ile huenda ilikuwa ni somo, kwa sababu nimesomea walimu, huenda nikakutana na wanafunzi ambao wana changamoto kama hiyo. Hakuna kitu ambacho kinatokea kwa bahati mbaya. Lazima Mungu anasema Mungu hajaumba nature ambao hakuna. Yaani Mungu hajaumba nature ambao hakuna. Kila kitu ambacho Mungu amekiweka, basi kuna kitu chake ambacho kipo analenga. Kwa sababu huenda limenifesi ile changamoto, kwa sababu mimi kwa mwalimu, huenda nikutana na mwanafunzi ambao ana changamoto kama yangu, mimi nikawa namuelewa. Huenda walimu wote wakawa muelewi, ila kwa sababu mimi nishakupitisha kwa changamoto kama hiyo, nikawa namuelewa. Pole sana. Ni changamoto kubwa sana. Hiyo ni changamoto ya kule ambako ulikotoka. Sasa tuje huko kwenye utu uzima ambako pia ulikofika. Ina maana hujai kupataga hata changamoto ya mapenzi? Wanajua ndo michezo yao wenyewe, lakini kwa nukuu vijana mtaani ambao wanachuo bwana, kule watu wakifika kule wanaharibika sana. Kwa wanachuo so watu wa kuzingatia.
Ni kweli. Nadhani mimi ni muoga na uoga ndio kitu ambacho kimekuwa kimenisaidia. Unajua uoga kwa wakati mwingine ni mzuri, uoga wakati mwingine ni mbaya. Fear. Mimi na ule uoga kwenye vitu viwili. Kwa hiyo of course mimi nitosha kusema tu kuweka wazi, mimi ni mgumu ku approach. Yaani siwezi ku approach. Kati ya watu ambao hawezi ku approach binafsi siwezi. Na huo uzoefu wangu ni unajua kila mtu anajifahamu uzoefu wake. Mimi ku approach siwezi. Mimi naongea sana. Ikitokea interaction na wadada nachangamana sana na wadada. Yaani inakuwa naingilia sana na wadada. Ila sasa mazingira ya kukaa chini na kuanza kumsomesha mtu. Unajua kutongoza kipaji, uzungumze uongo, uzungumze ukweli ndio mpaka mtu aingie akubali. Kwa hiyo mimi ni ngumu sana kutongoza. Huenda vikao vitu hivyo vinasaidia sana. Kwa hiyo hicho kitu ambacho kimeniokoa sana nilipokuja chuo. Nataka niambie. Labso. Hauna mtu. Yaani wa kike pale kwamba huyu kweli nimefollow. Mtu nani nimefollow natarajia kumuoa. Pata ile kumapproach. Yaani umeshindwaje? Yaani au yeye alikuja yeye mwenyewe mapo na wanaume? Hapana. Wanasema fikra sahihi zinakuja wakati sahihi. Huenda kuwa ni uoga ni kwa sababu hakuja mtu sahihi kwa wakati huo. Ila kwa sababu nimeona kitu sahihi mbele yangu na mimi ndo najua kiasi gani ambacho nakihitaji. Ikaona kama hakuna namna visivyo vina namna vinatakiwa vifanyike. Kwa hiyo tukajikuta tu tuna sawa bondi. So kwa uchache shule za wewe ni mwalimu ambaye umesomea na kwa miaka 3 japo najua kabisa hauna experience ila umesomea, ikimaanisha sasa hivi experience utaenda kuzipatia utakapokuwa sehemu umeenda kushika chaki na nini au unakosea? Na experience ndio lakini ndogo. Sasa mimi nahesabu kwa sababu bado pia ni new teacher in town. Yaani kuna mtu yaani mpaka afanye field za kutosha ndio anakuwa amequalify zaidi. Ila wewe nikikuangalia kweli umequalify. Sasa twende kiuchache. Performance ya wanafunzi wa shule za government na performance za wanafunzi wa shule za serikali za serikali na za binafsi ni performance mbili tofauti. Na wanaosoma kwenye shule hizi binafsi ndio uwaga wanaonekana wanapasua sana, yani wana ufaulu mkubwa zaidi na zaidi. Wewe kama mwalimu, kuna kipi ambacho umekiona ndani yake ama hawa watu wa hizi shule za binafsi wana kipi ambacho wanakifanya zaidi mpaka hawa wanafunzi wanakuwa wanafaulu? Hapo nimekuuliza kama mwalimu kwa sababu haujui kesho yako iko wapi. Sasa na mimi pia pamoja na mtazamaji wa Dimelo TV anatamani kujua kwamba Ramadhani Boga ni mwalimu na amesomea, ila hatuelewi kwamba ataenda private ama ataenda government. Lakini mbona government hawafaulishi sana tofauti na private? Labda experience yako wewe ni nini kutokana na ualimu ambao umesomea? Sasa zipo shule za serikali ambazo zinafaulisha sana kuliko hata private. Sana najua. Mimi nadhani tosha kusema kwamba walimu sisi wote ni sawa. Yaani walimu sisi ambao tuna graduate sawa. Tunasoma ni kwenye mavyuo yote. Ni sisi ambao ndio tunaenda kusambaa kwenye mataasisi binafsi na mataasisi ya serikali. Kwa hiyo ni sisi. Kwa hiyo sina shaka kabisa kwenye swala la professionals za walimu. Kwa hiyo walimu ambao wapo serikalini na walimu ambao wapo private ni sawa kabisa. Sema utofauti unaweza kaja labda kwenye masuala ya miundombinu. Cha kwanza hapo. Gap linaanzia hapo kwenye masuala ya miundombinu. Afu pia utofauti unaweza kupelekea unaweza kutokana na udahili. Client yupi ambaye unamchukua? Unachukua mwanafunzi wa sampuli gani? Sawa, hapo kwenye sampuli. Naam. Sana shule za private zinawachukua wanafunzi ambao huwa washafaulu. Kimaanisha yani huwa wanachukua wanafunzi ambao washafaulu. Ila serikalini huwa tunachukua mwanafunzi yote ambaye hajafaulu. Kwa hiyo ukimuona mwanafunzi private ni mwanafunzi ambaye kashafaulu, sema tu anahitajika kupata vigezo mtihani hiji afanye ayo. Ndio maana kuna mikakati sana kwenye kudahili, yani kusahili wanafunzi kwenye mataasisi binafsi.
Unakuta kwenye shule binafsi mwanafunzi lazima afanywe mtihani kwanza. Agawe mtihani, afanye, akifaulu ndio anakuwa anadahiliwa, anasailiwa. Lakini sisi huku kwenye shule za sisi na kwenye shule za serikali ni kwamba anapelekwa mwanafunzi yoyote yule. Kwa hiyo huku kuna unaweza kusema labda huku kuna wagonjwa, huku kuna maiti. Mgonjwa wakati wowote unaweza kumpa dawa akapona. Lakini maiti inakuwa ngumu sana kufufuka. Kwa hiyo sisi tunachanganywa, serikalini wanachanganywa watu tofauti tofauti. Lakini huku wanachukua ile piki ambayo nitaka, ile sampuli ya wanafunzi wanataka huyu hapa huyu. Sisi tunachukua. Kwa hiyo ni rahisi sana kufaulisha mtu ambaye ashafaulu. Ndio maana inakuwa ngumu. Mimi kama mwalimu nikiwa darasani, sawa, nikiwa mwalimu darasani private, najua sana fahamu kabisa humu ndani kuna wanafunzi wa aina gani. Kwa sababu ukitaka kuwa unafundisha mwalimu lazima ujue nature ya wanafunzi wako. Kwamba ninafundisha wanafunzi wa aina gani. Uweza kuna swala la uwezo, ability. Sawa, una wanafunzi ambao ni fast learner, slow learner, na wanafunzi ambao wapo katikati. Hasa wanafunzi ambao unaweza kukuta ambao una darasa lako private unafundisha wanafunzi, unakuta ni sampuli ya wanafunzi ambao ni vipanga tu. Kwa hiyo unakuwa unaweka mbinu moja ya kufundisha wanafunzi. Kama nafundisha fast learner, nafundisha tu yani this 2 is equal to, sababu unajua na wanafunzi wa sampuli ina moja. Lakini unakuta swala la private huko, swala la serikalini huko, unakuta nina sampuli ya wanafunzi ya aina tofauti tofauti. Huko darasani nina fast learner, nina slow learner, sawa, na mtu ambaye katikati. So natakiwa nichukue mbinu moja ambayo itakuwa inawafeva wote wanafunzi wa aina zote. Mfano nikisema labda 2 + 2 is equal to, wanafunzi hapa fast learner kashanielewa, lakini slow learner anakuwa ndio nini? Haelewi. Au nikisema labda ngoja nimjali ambaye ni slow learner. Nisema 2 jumlisha 2 sawa sawa na 4. Sawa. Lakini hapo fast learner anakuwa nimemwacha. Mwalimu vipi huyu? Mbona kama ananichanganya? Yaani unakuwa unampeleka taratibu kiasi ambacho anakuwa hajazoea. So unatakiwa utengeze mbinu ambayo itakuwa inachukua darasa lako zima. Itakuwa ina favor slow learner, fast learner wote kwa ujumla. So unakuta sasa kwenye shule za private ni hapa. Kwenye shule za ugumu, kwenye shule za serikali ni hapa kunapoleta ugumu. Kwamba mwalimu nitoke na mbinu gani ambayo itakuwa inawakopa sisi wanafunzi wote. Lakini kwenye swala la private, mwalimu anajua nipo na sampuli ya wanafunzi wa aina moja. Kwa hiyo kwa namna gani ambayo naweza kwa mbinu gani ambayo nataka kuchukua na kufundisha kwa aina moja wote akanielewa hivyo. Lakini unakuta wakati mwingine pia ni kwamba sana kwenye shule za private kwa taasisi binafsi ni kwamba wana mikakati. Yaani mbali nayo huwa wana mikakati. Huwa walimu wa private hawajisahau. Yaani wanasema ubora wa huduma utoa na ndio ubora wa kiwango cha pesa utachopata. Sawa. Kwa hiyo ndio maana wenzetu hata walimu ambao kwenye mashule ya private huwa wana focus sana kutoa huduma bora kwa wanafunzi. Kwa sababu wanajua mimi mteja wangu ni mwanafunzi. Yaani mteja wangu ni mwanafunzi. Ndio nafahamu nafanya mteja wangu ni nani? Ni mwanafunzi. Lakini walimu ambao tupo kidogo serikalini wanajua mimi mteja wangu ni mwanafunzi, lakini kuna kujisahau kwa sababu ada hatoi mzazi. Ada analipa nani? Na serikali, japo ni mfumo geuzi. Yaani hiyo ada ambayo, yaani hiyo pesa ambayo unalipa mshahara na serikali ni mzazi yuko alikatwa kwenye makato, aliponunua bando, aliponunua nini. Sawa, ndio serikali inakusanya alipo. Kwa hiyo unakuta kuna mlango wa nyuma. Lakini hapa ni moja kwa moja private, kwamba mzazi wake atakuletea mwanangu na mimi ndio natoa hela yangu mfukoni. Kwa hiyo mwalimu wa private anafuka sana kutoa huduma bora kwa mteja wake, kwa sababu anaamini 100%. Mimi sina mwanafunzi, yani sina mteja wa moja kwa moja ambaye nitakuwa nimepangiwa na serikali, ila mteja natafuta mwenyewe. So inabidi nitoe huduma bora ili niweze kupata wateja wengine zaidi. Lakini huko tunajisahau, mimi nishaajiriwa tayari, shatokea, yani vivyote itapokuwa vivyote lazima nipate stake zangu hivyo. Kwa hiyo inakuwa kidogo kuna tofauti katika kudeliver hilo. Sana kwa mwanangu Musa Kitamu na kati ya Shanika Momeki Jeyala huyo. Bwana anafanya poa kinoma noma. So shout out pia kwa mashabiki wote wa Dimelo TV. Lakini pia pongezi kwa wadhamini wetu wa vipindi hivi, kwa Dimelo TV kipindi hiki cha leo. Pongezi kwa Dimelo Furniture ambao wao ni watengenezaji na wauzaji wa bidhaa za samani ya ndani. Karibu sana Dimelo Furniture. Lakini pia bila kusahau wadhamini wetu
mkuu mwingine Mulo Cosmetics ambaye anahusika masuala makubwa ya manukato ndani ya mwili. Bwana, unafeli wapi? Mimi na Ramadhani Boga sasa hivi tumepata marashi makali. Good. Lakini pia shout out sana, nitafanya makosa bila kumpa shukrani zangu za dhati mwanangu Bariki Mbonela ambaye pia nyuma ya kamera. Shout out sana kwa Bariki Mbonela, agents nambari 1 ya Tanzania. Bariki Mbonela for yani kiukweli sini kwambiaje mdogo wangu. So karibu sana ndani ya Dimelo TV, washikaji wote nendeni mkasubscribe, lakini pia natumaini mmejifunza vitu vingi na vitaendelea kuja vingi. Endeleeni kutufollow, kutufuatilia ili kusudi muwe wa kwanza kupata burudani na taarifa nyingi. Mimi sasa kama CEO wa Dimelo TV, Shaban Dimelo aka Dimelo TZ, toto la Pwani Mixer Tanga, mtoto wa mama Abubakar na Bonge aka Baba Faima, na kuja na hii baada ya kipindi kiitwacho Tuongee. Bwana anakuja na kipindi ambacho kinaitwa Music Live Show ambacho kitakuwa kitakaa hapa kwa wale wote wenye vipaji vya kuimba, muziki, kucheza na nini. Bwana kaa tayari. Popote napotia timu, mkoa wote napotia timu, Music Live Show lazima iwe live, Tuongee lazima iwe live. Kuwa tayari popote ulipo, lakini pia ukiwa na simu janja, bwana mimi pia nitakusave. Yani popote ulipo tunafanya bonge moja la interview kuku exclusive wewe katika biashara yako, uwe inspire kwenye jamii hii. Shout out sana kwa wanangu wote, shout out sana kwa Mamboguri Yeyala, Malawi Yeyala na wengine wengi. Usikose kutazama Dimelo TV na vipindi vilivyobakia. Bye bye.